Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amani iwe kwenu. Wapendwa ndugu zangu waumini, tumekusanyika siku hii ya leo nyakati hizi za Pasaka kumwadhimisha Mwenyezi Mungu Bwana wetu Yesu Kristo aliyefuka na kushinda mauti. Tuko katika nyakati na siku za furaha kusherehekea ushindi ambao Kristo ameupata kwa ajili yetu sisi wa dhambi. Lakini basi tukiwa katika maadhimisho haya tukapata habari kuwa Baba Mtakatifu ameaga dunia. Hivyo basi tumekusanyika kusali kwa ajili ya roho ya Baba Mtakatifu Papa Francisco, ambaye jana mida ya saa 5:45 mchana Kardinali Kamarengo, sijui mtaelewa kama maana ya Kamarengo, nilivyo tafasiri mimi ni kama huku tunavyosema mnikuru, anayesimamia mali za kanisa takatifu la Roma. Ni mtu ambaye hata baada ya kifo huyu ndiye hujulisha ulimwengu kwamba Baba Mtakatifu ameaga dunia. Ni huyu ndiye anayeliongoza kanisa katika kipindi hiki kidogo cha mpito, na ndiye jana saa 5:45 akatangaza kuwa Baba Mtakatifu ameaga dunia. Baba Mtakatifu aliaga dunia juzi asubuhi saa 1:35 saa za huko Italia. Kwetu sisi ni mida ya saa 3:35 asubuhi. Baba Mtakatifu Francisco kwa miaka mingi amekuwa na matatizo ya mapafu, na kwa kweli pafu lake moja liliondolewa akiwa bado kijana mdogo sana. Nafikiri alikuwa na miaka 21, lakini amekuwa na mahangaiko hayo kwa muda wote huo, na bado akifanya kazi kama askofu msaidizi, baadaye askofu mkuu wa huko Argentina, na mwisho akiwa Baba Mtakatifu askofu wa Roma. Tarehe 14 mwezi wa pili alipokelewa katika hospitali ya kanisa inayoitwa Gemelli akisumbuliwa na matatizo ya kupumua yaliyopelekea kuwa na pneumonia. Alikaa hospitalini huko kwa siku 38. Juzi siku ya Pasaka, muda mfupi aliongea na makamu wa rais wa Marekani, kijana mdogo aliyepata huo wadhifa na ambaye ameongokea kanisa, ameongokea imani majuzi. Naye alienda kumuona Baba Mtakatifu pale Vatikani, na baadaye Baba Mtakatifu alitoka hadharani akiwa dhaifu sana ili aongee na kubariki mahujaji waliokuwa katika viwanja vya kanisa la Mtakatifu Petro. Ni katika tukio hilo
watu walipomwona kweli walifurahi, lakini walishikwa pia na mshangao kwa sababu kweli alikuwa dhaifu na alipita katika viwanja huko akibariki. Kimsingi alikuwa akiaga. Papa Francisco ambaye jina lake halisi ni George Mario Bergoglio alizaliwa huko Argentina mwaka 1936 na hivyo ameaga dunia akiwa na miaka 88 na miezi kadhaa. Baada ya masomo yake alifanya kazi katika kiwanda cha kusindika chakula kama mkemia. Ndipo aliposikia anaitwa kuwa padri. Alijiunga na shirika la mapadre wa Yesu Majezuiti kama hawa ambao tunao hapa mwaka 1958 na akapadirishwa mwaka 1969. Baba huyu tutamkumbuka kwa unyenyekevu aliyokuwa nao na kupenda kuishi maisha ya kawaida. Wanatuambia huko Argentina katika mji mkuu unatamkwaje kweli? Buenos Aires. Ni Kihispania jamani, nikikosea msishangae. Aliishi maisha ya kawaida, hana gari, anaingia kwenye magari yetu haya ya kawaida. Akiwa kardinali wakati huo alikuwa mtu mnyenyekevu, anaishi maisha ya kawaida, lakini ana huruma kweli na kuwajali maskini. Na hiyo ndugu zangu, nafikiri mnakumbuka alipokuwa papa akatangaza mwaka wa jubilei kuu. Sio jubilei kuu kama hii ambayo inakuja miaka 25 baada ya nyingine, bali ilikuwa ni jubilei kuu isiyokuwa ya kawaida, mwaka wa huruma, kwamba wanadamu tujifunze kuhurumia watu. Umhurumie kama Bwana wetu Yesu Kristo anavyotuhurumia sisi. Mwenyezi Mungu anatuhurumia sisi. Sisi wanadamu tukikosewa au mwenzetu akapotoka, tunaadhibu. Wengine tena tunaadhibu kwa kuua, wengine kwa kukata wengine viungo. Tukatangaziwa tuwe na huruma. Tutamkumbuka pia kwa andiko maarufu ambalo wengi tunalijua, Laudato Si, linalohusu kuhifadhi mazingira yetu. Dunia hii ndo mama yetu. Kwa nini tunamuumiza mama? Tunakata miti ovyo, tunachimba madini ovyo, lakini na maisha yetu hayana maadili. Huo na uchafuzi wa mazingira huo. Watu wanakuwa mashoga, watu wanakuwa sijui nini, ni uchafuzi wa mazingira. Baba Mtakatifu akatueleza. Lakini tunamkumbuka jinsi alivyoshughulikia kesi za wanakanisa, mapadre, watawa na wengine wote, makatekista na waumini wanaofanya kazi katika mazingira yetu, ambao walijikuta wanafanya mabaya dhidi ya watoto. Mnaona waumini, ndio sababu hata sisi katika jimbo letu kula Mwanza, padre, mtawa, tumeelezwa lazima kuonyesha kwamba hujumu mtoto au mtu yoyote yule ambaye kimsingi yuko katika mazingira dhaifu. Baba Mtakatifu ametufundisha hilo na analidai kweli. Ni kwa sababu anajali maisha ya watu na hataki kuwapendelea wala anaofanya nao kazi kwa karibu.
lakini amekuwa kiongozi wa kutukumbusha sisi mapadri clericalism, ile ya kujiona kwamba kila kitu wanaweza wakafanya mapadre, kila kitu wanaweza wakafanya masista, na kupuuza wale ambao ni wengi katika kanisa, kana kwamba kanisa ni la mapadre na masista. Baba Mtakatifu, hilo ukishtakiwa huko unaipata. Ametufundisha hilo. Sisi ni kanisa, ni familia ya Mwenyezi Mungu, watu wa Mungu tunaofanya kanisa, hakuna wa maana kuliko mwingine. Baba Mtakatifu amelizungumza hilo, na ndio sababu mpaka leo nafasi zilizokuwa zinachukuliwa na makardinali katika idara mbalimbali za pale Roma, leo hii zinachukuliwa na wakina mama, na chini yake anakuwepo askofu mkuu au kardinali, zinachukuliwa na walei, wakati sisi huku bado tumevimba kichwa. Sisi ni mapadre, sisi ni masista, sisi ni watawa. Ametufundisha Baba Mtakatifu. Lakini ulimwengu wa leo umegubikwa na dhambi nyingi tena za ajabu. Ushoga. Baba Mtakatifu wakati fulani amehojiwa, akatamka kwamba mimi ni nani ninayeweza kuwahukumu? Ni kweli, ni nani anayeweza kumhukumu mwenzake? Tungeweza kumhukumu hata yule aliyekuwa ametundikwa pale msalabani karibu na Yesu, lakini unaona kabla tu akakiri. Lakini wanadamu tungeweza kuhukumu, hatujui yanayotokea muda kidogo tu mtu anaporudi kwa Baba wa mbinguni. Akasema kwa sababu mambo haya sasa hivi yapo, watu wanayo, pamoja na kukemea, pamoja na kuonya, pamoja na kutahadharishana, hebu kwanza tuyajadili sasa, tupate fursa hata ya kuwaambia na wao kwamba mmekosea, ni dhambi. Hivyo hivyo watu waliotarakiana, kupeana taraka, wanasema sasa mimi nipokee tu sakramenti, siji. Baba Mtakatifu akasema jamani, hebu tuyajadili. Akaitisha sinodi ya familia, watu tukajadili. Lakini tunamkumbuka pia hata kwa safari zake nyingi. Tumeambiwa alikuwa hana hata pafu moja, ni mtu anayehangaika kupumua, lakini amesafiri akaenda mpaka Sudani. Anawapigia magoti watu wanaopigana huko, jamani acheni, mnaumiza jamii, mnaumiza watu. Baba Mtakatifu. Hivyo basi tutumie nafasi hii kumwombea. Kipindi hiki cha ufuko ni sehemu pia, ufufuko ni sehemu ya mateso pia. Hatuna ufuko pasipokuwa na mateso. Baba Mtakatifu ametuacha, tumwombee na tuliombee kanisa ili hatimaye liweze kupata mwingine. Tuwaombee makardinali, na sisi tunaye kardinali mmoja atakayeenda. Baba Rugambwa yule wa Tabora ana umri chini ya miaka 80. Basi Roho Mtakatifu atakachofanya, akifanya hivyo hivyo, basi tutafurahi kwa Rugambwa. Tuwaombee kimsingi makardinali wote watakaohusika na jambo hili, ili kwa dhati kabisa, kwa nguvu na uwezo wa Roho Mtakatifu, watuchagulie yule atakayelipeleka kanisa mbele,
atakayepeleka imani mbele, atakayeimarisha watu wake. Malimwengu yanawapata wote, wasigubikwe na mambo ya kisiasa ya kinini, mwishowe tukaletewa kitu cha ajabu. Tumombe Mwenyezi Mungu Baba mwema alibariki kanisa lake, awabariki viongozi wetu, ili kazi ya Mwenyezi Mungu ya kumkomboa mwanadamu, kumtoa katika majanga mengine haya nimeyasema, basi iende mbele. Tujute dhambi zetu, tujiweke tayari kuadhimisha mafumbo matakatifu. Na mungamia Mungu Mwenyezi, nimekosa sana. Ndiyo maana namwomba Maria mwenye heri, Bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele.
uliyetujalia tiba ya Pasaka, waongezee watu wako zawadi ya mbinguni, ili wakisha kupokea uhuru kamili wayafurahie mbinguni yale ambayo sasa wanayashangilia duniani. Kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele. Somo la kitabu cha Matendo ya Mitume. Petro aliwaambia Wayahudi, nyumba yote ya Israeli na wajue yakini ya kwamba Mungu amemfanya Yesu huyo mliyemsulubisha kuwa Bwana na Kristo. Walipoyasikia haya, wakachomwa mioyo yao, wakamwambia Petro na mitume wengine, tutendeje ndugu zetu? Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo, mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Kwa kuwa ahadi hii ni kwa ajili yenu na kwa watoto wenu na kwa watu wote walio mbali na kwa wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu wamjie. Akawashuhudia kwa maneno mengine mengi sana na kuwaonya akisema, jiokoeni na kizazi hiki chenye ukaidi. Nao waliolipokea neno lake wakabatizwa, na siku ile wakaongezeka watu wapata 3,000. Neno la Bwana.
Somo la waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Wathesalonike. Ndugu, hatutaki msijue habari za waliolala mauti, msije mkahuzunika kama na wengine wasio na matumaini. Maana ikiwa tuamini ya kwamba Yesu alikufa akafufuka, vivyo hivyo na hao waliolala katika Yesu, Mungu atawaleta pamoja naye. Kwa kuwa twawaambieni haya kwa neno la Bwana, kwamba sisi tulio hai tutakaosali hata wakati wa kuja kwake Bwana, hakika hatutawatangulia wao waliokwisha kulala mauti. Kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na walioko, na sauti ya malaika mkuu, na parapanda ya Mungu. Nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Kisha sisi tulio hai, tuliosalia, tutanyakuliwa pamoja nao katika wingu, ili tumlaki Bwana hewani, na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Basi farijianeni kwa maneno hayo. Neno la Bwana. Nakushukuru Baba, Bwana wa mbingu na nchi, kwa kuwa mafumbo ya mbingu uliyawafunulia watoto wachanga. Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Yohane. Mariamu alikuwa akisimama karibu na kaburi, nje yake analia. Basi akilia hivi, aliinama na kuchungulia ndani ya kaburi. Akaona malaika wawili wenye mavazi meupe, wameketi, mmoja kichwani na mmoja miguuni, hapo alipolazwa mwili wake Yesu. Nao wakamwambia, "Mama, unalia nini?" Akawaambia, "Kwa sababu wamemuondoa Bwana wangu, wala mimi sijui walikomweka."
Naye akiisha kusema hayo, akageuka nyuma, akamuona Yesu amesimama, asijue ya kuwa ni Yesu. Yesu akamwambia, "Mama, unalilia nini? Unamtafuta nani?" Naye huku akidhani ya kuwa ni mtunza bustani, akamwambia, "Bwana, ikiwa umemchukua wewe, uniambie ulikomweka, nami nitamuondoa." Yesu akamwambia, "Mariamu." Yeye akageuka akamwambia kwa Kiebrania, "Raboni," yaani mwalimu wangu. Yesu akamwambia, "Usinishike, kwa maana sijapaa kwenda kwa Baba. Lakini enenda kwa ndugu zangu kawaambie, ninapaa kwenda kwa Baba yangu, naye ni Baba yenu, kwa Mungu wangu, naye ni Mungu wenu." Mariamu Magdalene akaenda, akawapasha wanafunzi habari ya kwamba nimemuona Bwana, na ya kwamba amemwambia hayo. Neno la Bwana. Ndugu wapendwa katika Kristo, tumsifu Yesu Kristo. Kristo tumaini letu. Tunaendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kumfufua Kristo wake, nasi kwa njia yake na pamoja naye tunaonja ufufuko huo kwa kusamehewa na kuokolewa kutoka vifungo vya kifo. Tukiwa bado katika joto la furaha ya ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo, tumepokea kwa masikitiko taarifa ya kifo cha Baba Mtakatifu na mchungaji wetu mkuu katika imani, Papa Francisco. Tukio hili limeleta ubaridi ndani ya mioyo yetu sote, kwa huzuni uliotupata sote kwa kuondokewa na mpendwa kiongozi wetu kutoka dunia hii pale mauti yalipomkuta. Ni kweli katika hali ya ubinadamu wetu ni jambo la kusikitisha sana, lakini pia tulione kwa jicho la imani yetu na tuliishi katika matumaini tuliyoyasikia katika neno la Mungu, kwani yeye amefanya Pasaka yake. Pasaka maana yake mpito, na kwa tumaini ambalo ufufuko wa Kristo alimepanda ndani mwetu, sisi tuadhimishe adhimisho hili takatifu kwa moyo wa imani kuu, tukiongozwa na neno la Mungu tulilolisikia. Tunapata ufunguo wa kuelewa yaliyotokea na kukubali yaliyoko, tukitarajia na kuelekea kwa yajayo yaliyo mazuri zaidi. Katika somo letu la kwanza, Petro anawaonyesha Wayahudi kuwa ubaya waliomtendea Kristo haukumfanya azimike, bali Mungu amemfufua na kumfanya awe hai na mwenye nguvu zaidi, mshindi. Kwa ubaya wa mwanadamu, Mungu anajibu kwa nguvu yake ya kutukuza na kutufanya washindi. Ndugu zangu, mahubiri haya ya Petro ndiyo mafundisho ya kwanza walitoa mitume wa Kristo kwa kushuhudia ufufuko wa Kristo. Ni mwaliko kwa watu wajiunge naye, wawe wafuasi, wamgeukie Mungu na kumwamini yeye ambaye peke yake ana uwezo wa kuhuisha maisha yao.
Mafundisho haya yalilenga uongofu, kumgeukia Mungu, kupokea, kukubali kuongozwa na Roho wa Mungu na kushuhudia kwa maisha yao matendo, mwenendo na maadili mema Injili aliyoileta Yesu Kristo hapa duniani. Mahubiri haya yalilenga watu wapate kumwamini Kristo, wawe na imani na kuishi kadiri ya maongozi yake, wakitumaini kupata nao kile ambacho Mungu alimzawadia Kristo, mwanae na mtumishi wake mwema na mwaminifu. Nasi ndugu zangu wapendwa, yaliyoombwa kwa hawa Wayahudi na walivyoelekezwa ndivyo nasi tunakumbushwa leo ili tuvifanyie kazi, ili matumaini yetu katika ushindi yawe thabiti. Ni jambo lisilopingika kwamba kama walivyofanya Wayahudi, hata leo nasi tunaendelea kumkana Yesu kwa viwango tofauti. Ni sisi tunaendelea kumuondoa katika maisha yetu kwa njia ya dhambi zetu, lakini Mungu anaendelea kumfufua kwetu kwa njia ya sakramenti zake. Tumuombe Kristo atujalie nasi kwa njia ya ufufuko wake tupite kutoka kifo cha dhambi tuingie kwenye maisha salama. Tutoke katika maisha ya masikitiko tuingie kwenye furaha ya wana wa Mungu. Tupite kutoka kwenye hali za kinyongo na nongwa tuishi huruma na msamaha. Tutoke kwenye hali za kiburi tuwe wanyenyekevu. Tutoke kwenye urafiki tu, bali tujenge undugu wa kweli. Toka kwenye maisha hafifu, maisha duni, maisha ya hivi, ambatana na ubora wa maisha, ukamilifu. Toka katika hali ya kutojali wengine na mahitaji yao, uwe mwenye rehema na mkarimu. Acha hali ya uovu, ya kashfa, ya lawama. Ishi maisha ya uadilifu na utu wema. Acha njia za upagani na uasi. Uwe muumini mwaminifu. Hayo ndiyo maisha ya wana wa ufufuko. Nasi tuongoke kweli, tuamini na tujiunge kweli na maisha ya kiinjili ya Kristo mfufuka. Ni hayo ndiyo Papa Francisco aliyafundisha na kutuomba tuyaishi, na ambayo ametuachia kama urithi katika maisha yetu ya kila siku kama wana wapendwa wa Mungu. Ndugu zangu, somo la Injili limetuonyesha hali ya uchungu na sura ya mtu mwenye kuhangaika na kuumia kwa kuondokewa na mtu aliyempenda. Maria Magdalena hajipe usingizi baada ya Yesu kuuawa na kuzikwa. Mama huyu anajaa mateso na huzuni mkubwa moyoni. Anaenda kaburini. Anaonyesha masikitiko yake ya kumpoteza Kristo kwa kulia. Anatoa machozi mengi kutoka moyoni. Hakuenda kuigiza. Machozi yake hayakuwa maigizo wanavyofanya wengine kwenye misiba yetu. Mtu yupo anacheka nje,
Anafika tu wakati wa kuaga, unaona anaanza kujitupa tupa tu pale, unadhani yuko analia, kumbe ni uongo, ni maigizo tu. Maria Magdalena alilia kutoka moyoni, na hayo machozi yake ni ishara ya upendo wake kwa Kristo. Wakati mwingine tunapoumia sana moyoni, tunapokuwa katika shida za maisha, tunajawa huzuni, tunashindwa kuona hata uwepo wa Mungu karibu nasi, tunakata tamaa. Hiyo ni hali ya kwanza. Lakini pia hali ya pili ni kwamba wengine wanafanya tofauti. Tunatumia njia ya Petro huko bustanini Getsemani. Na Petro alifanyaje? Alipoona mambo yanakuwa mazito, akachukua upanga na kumkata sikio yule Malkus. Tunapokuwa katika shida, wakati mwingine tunakuwa majeuri, tunatumia ukatili, violence. Tunashindwa kuona kuwa Mungu yupo karibu nasi. Ndugu wapendwa, katika hali yake ya huzuni na majonzi, Maria Magdalena anaimarishwa, anatiwa moyo, anarudishiwa matumaini. Malaika na Yesu mwenyewe wanamuuliza, unalia nini, mwanamke? Na lengo lao ni kutaka kumfariji, kumrudishia furaha na amani, wamtie matumaini ya kuwa Kristo, yule aliyeuawa, yule anayemlilia na kumtafuta, yuko hai. Basi nasi, Kristo yu nasi katika hali ya mahangaiko yetu, mahangaiko ya kila siku. Uwezo wa Mungu kubadilisha hali ya wanaomwamini bado upo, na kwa matumaini hawa watu hugeuka washindi. Hatuna sababu ya kukata tamaa, hakuna sababu ya kuama kwa yale tuliyoamini na kwa yale tunayofundishwa. Katika majaribu ya maisha, mwanga wa neno la Mungu, sauti ya Mungu bado ina nguvu na ni msaada mkubwa sana kwetu. Kuna wanaolinganisha au kufananisha hali hizi, mahangaiko yao, shida zao, kuteswa kwao kwa sasa na mateso ya Kristo msulubiwa. Wanaona ya kwamba wanayoyapitia yapo kabisa kama na yale ya Yesu. Lakini bahati mbaya wanabaki kwa Ijumaa Kuu, hawavuki. Wanaona mateso yao, wanaona Yesu msalabani, hawavuki Ijumaa Kuu. Ndugu zangu, Pasaka inatusukuma mbali zaidi na hayo. Pasaka inatupeleka mbali zaidi na yale makaburi na yale matatizo yetu na mateso na shida. Tuwe wana wa Pasaka. Kuishi Pasaka ni kuishi katika matumaini, kuwa hata kama mambo hayajaenda vizuri leo, kesho itakuwa vema zaidi ya leo. Tunaamini? Songa mbele. Yesu anakuita nawe leo kwa jina lako, ili uache hapo huzuni zako na mahangaiko yako. Uangushe mbele ya miguu yake yale yote yanayokusumbua kwa siku zilizopita, ili uanze upya safari ya utume na uinjilishaji kwa furaha.
alivyofanya Maria Magdalena. Akapeleka taarifa na akawa mwenye kuamsha, akawa kiamsha matumaini kwa wote, na alishuhudia hayo matumaini katika hali yake mbele yao. Hakwenda na unyonge. Wao walikuwa na huzuni na uoga, lakini yeye wanamuona anajaa furaha na anasimamia neno, habari ambayo anaipeleka. Haogopi wala hazungumzi kwa unyonge, kwa sababu ana ujumbe wa kujenga matumaini. Fumbo la Pasaka, ndugu zangu, ni chemchemi ya wokovu na ni chemchemi pia ya imani na matumaini. Na tumaini sio tu kwa mafanikio katika mambo ya hapa duniani, bali pia tuwe na matumaini ya uzima wa milele. Mateso, kifo na ufufuko wa Kristo Yesu ni mbegu ya imani na matumaini. Ni katika imani na matumaini hayo tunamwombea Baba Mtakatifu Francisco, tukitumaini kuwa yeye aliyeshirikishwa na Kristo kwa mateso yake makali na kifo kilichomfikia kupitia ugonjwa mkali, alianza kusherehekea Pasaka ya Kristo pamoja nasi Dominika iliyopita, kama Baba alivyotukumbusha, akipita kati ya umati wa watu waliokuwepo uwanja wa Mtakatifu Petro. Alisherehekea Pasaka pamoja nasi, lakini pia alipita siku ya jana kwenda kwenye Pasaka ya Kristo ya milele. Ameenda sasa kusherehekea pamoja na Kristo huko mbinguni Pasaka ya ushindi wa milele wa uzima dhidi ya kifo, ushindi wa ushuhuda wa imani, mapendo na matumaini katika utume alioufanya hapa duniani katika kanisa letu. Utume aliouamini na aliouhubiri, alioudhihirisha, alioutekeleza dhidi ya kukemea dhambi, dhidi ya wale wanaokimbia wajibu. Ushindi wa ushuhuda wa Kristo katika maisha maadilifu dhidi ya maisha ya majungu na ubabaishaji. Baba Mtakatifu kabla ya kufariki kwake amesisitiza na kutuomba, na nukuru, tusiruhusu mtu atunyang'anye tumaini letu. Usimruhusu mtu akunyang'anye tumaini lako. Na katika ujumbe wa Kwaresma wa mwaka huu, Papa Francisco alisisitiza kauli mbiu yake ya kusema tutembee pamoja kwa matumaini. Ametuhimiza sisi waamini tuwe mahujaji wa matumaini, tutembee pamoja kwa matumaini kama mahujaji waaminifu, tukisaidiana katika safari ya kiroho kuelekea ufufuko wetu, ukamilifu wa maisha ya Kikristo. Tumuombe Kristo atuimarishie matumaini katika maisha yetu. Ee Bwana Yesu, njoo ufufue ndani mwetu yaliyokufa au yale yanayoelekea kwenye kifo. Neema za ufufuko wako zijaze maisha yetu ili wagonjwa wapone, wanawake wajawazito wajifungue bila matatizo, wanaohangaika kupata mtoto
wajaliwe furaha ya kuwapata. Milango ya ajira ifunguke kwa wasio na kazi. Watu wasio na makazi wayapate, na wakimbizi warudi kwao, wakae kwa amani. Usalama na amani virudi katika nchi zilizo katika vita. E Bwana, utujalie kama kwa Maria Magdalena, tukutafute kila siku, tukupate kwa njia ya wale wote unaowaweka kwenye njia ya maisha yetu. Tuwe wasikivu makini wa neno lako, linaloamsha moyo wetu, linaloamsha matumaini makubwa ya ushindi wa waamini wako katika Kristo mfufuka. Tumuombee Baba Mtakatifu wetu Francisco, anayelala katika Kristo. Bwana mfufuka ampokee katika makao ya mwanga na amani ya milele. Yeye ambaye amemfanya kuwa wakili wake hapa duniani, amjalie sasa tuzo la mtumishi mwema na mwaminifu. Huyu Mungu anayeishi na kutawala milele na milele. Amina. Raha ya milele umpe Bwana. Papa Francisco apumzike kwa amani. Tumsifu Yesu Kristo. Basi tusimame ndugu zangu, tumuombe Mwenyezi Mungu ampokee huko mbinguni mwenzetu Baba Mtakatifu Francis. Tusali. Baba yetu uliye mbinguni, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitie katika kishawishi, lakini Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa.
Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe. Umebarikiwa kuliko wanawake wote, naye Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sasa na Salamu Maria, umejaa neema, Bwana umebarikiwa kuliko wanawake wote, naye Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu.
Salini ndugu, ili sadaka yangu na yenu ikubaliwe na Mungu Baba Mwenyezi. Kwa sifa Bwana, tunakuomba upokee kwa huruma matoleo ya familia yako, ili kwa msaada wa ulinzi wako isipoteze mapaji iliyopokea hapa duniani, na iafikie pia yale ya milele kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Bwana awe nanyi. Inueni mioyo. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni vema na haki, tendo la kufana kuleta wokovu, kukutukuza kila wakati Bwana, lakini hasa siku hii kutangaza utukufu wako, kwa kuwa Kristo Pasaka wetu ametolewa sadaka. Yeye ndiye mwana kondoo wa kweli aliyeondoa dhambi za ulimwengu. Yeye ndiye aliyeangamiza mauti yetu kwa kufa kwake, na alitengeneza upya uzima kwa kufa kwake. Kwa sababu hiyo, katika upeo wa furaha ya kipasaka
ulimwengu mzima unashangilia, lakini pia nguvu za mbinguni na majeshi ya malaika wanaimba utenzi wa utukufu wako, wakisema bila mwisho. Bwana kweli mtakatifu na chemichemi ya utakatifu wote, tunakuomba uvitakatifuze vipaji hivi kwa nguvu ya Roho wako, ili viwe kwetu mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alipotolewa na kuingia kwa hiari katika mateso yake, alitwaa mkate, akishukuru, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula, akitwaa kikombe na kushukuru tena, aliwapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Tutangaze fumbo la imani. Kristo alikufa. Kristo alifufuka. Kristo atakuja Kwa hiyo Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa kifo na ufuko wake mwanao, tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kutustarisha kusimama mbele yako na kutumikia. Pia tunakusihi kwa unyenyekevu,
ili kwa kushiriki mwili na damu ya Kristo tukusanywe na Roho Mtakatifu tupate kuwa jamaa moja. E Bwana, ulikumbuke kanisa lako lililoenea popote duniani na ulikamilishe katika mapendo, pamoja na askofu wetu mkuu Renato Sinkwande na wakilero wote. Umkumbuke mtumishi wako Francis uliyemwita kwako kutoka dunia hii. Umjalie ili yeye aliyeshirikishwa kifo cha mwanao kwa ubatizo ashiriki pia ufuko wake. Uwakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia wakiwa na tumaini la ufufuko, na marehemu wote waliofariki dunia katika huruma yako uwapokee kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba utuhurumie sisi sote, ili pamoja na Maria Bikira mwenye heri mama wa Mungu na Mtakatifu Yosefu mume wake huyo Bikira, mitume wenye heri na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale, tustahili kushiriki uzima wa milele na ukusifu na ukutukuza kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Kwa njia yake, pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Kwa kulitii agizo la Mwokozi wetu na tukifuata mafundisho yake ya kimungu, tunathubutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani. Utupe leo mkate wetu wa kila siku. Utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea. Usitie katika kishawishi. E Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, utujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuopolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. E Bwana Yesu Kristo, uliwaambia mitume wako, amani na waachieni, amani yangu na wapa. Usitazame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako. Upende kulijalia amani na umoja kama alivyo mapenzi yako, unaishi na kutawala daima na milele. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Mpeane amani.
Tazama mwana kondoo wa Mungu, tazama anayeondoa dhambi za ulimwengu. Heri yao walioalikwa kwenye karamu ya mwana kondoo.
Tuombe. Mungu, utusikilize na uifanye mioyo ya wanafamilia wako uliowajalia neema kamili ya ubatizo istahili heri ya milele kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Kabla ya kupokea baraka ya mwisho kutoka kwa Mwasha Baba Askofu Mkuu, tunaendelea kukumbushwa wanajimbo kuu la Mwanza. Tutafika eneo la jengo la ofisi za jimbo, iko hapo sehemu ya mapokezi. Kuna kitabu kwa ajili ya salamu za rambirambi. Tunawaalika, tutapita hapo, taandika kadiri unavyoguswa na utatolea majitoleo yako, halafu yataunganishwa kwa ajili ya kijimbo kupelekwa huko Roma. Kwa hiyo tunawaalika tufanye hivyo wanajimbo kuu la Mwanza kwa ajili ya salamu hizo za rambirambi. Nimwalike sasa Mwasha Baba Askofu Mkuu kwa ajili ya neno na baraka. Ndugu zangu waheshimiwa mapadre, watawa na waumini wote, tumsifu Yesu Kristo. Basi nichukue nafasi hii kuwashukuru wote. Niwashukuru kwa kufika na kusali, kuomba, tukiombea roho ya marehemu wetu Baba Mtakatifu Francisco. Tukimwombea apumzike kwa amani. Kama alivyotangaza padre, pengine waumini wote sio rahisi kufika huko na kujazana huko. Wala ambao watakuwa na nafasi, basi wanapopita wanaweka salamu zao za rambirambi. Lakini nawaomba mapadre wote Jumapili tuweze kufanya chochote ili na sisi katika udogo wetu, unyonge wetu, tuwe na kitu cha kupeleka kwenye huu msiba. Utakapojilinganisha na jimbo la Milan, jimbo la Koroni, kwa kweli sisi ni wanyonge. Lakini katika unyonge huo Mwenyezi Mungu anatukuzwa. Na tusionee aibu unyonge wetu na udogo wetu, na hivyo tufanye kadri Mungu anavyokugusa. Na nyie mapadre, naomba hicho kitu mkifanyie kazi ili pengine Jumatatu au Jumanne kiwe kimefika pale kwenye ofisi ya fedha na kipelekwe kunakohusika. Lakini pamoja na hayo, mkumbuke mapadre, Ijumaa Kuu sadaka hiyo inapelekwa nchi takatifu, na yenyewe muilete. Kampeni ya Kwaresma hivyo hivyo inapelekwa Baraza la Maaskofu. Basi nafikiri ni wajibu wetu. Nimetumia nafasi hii tu kukumbushana, kwa sababu ndo wakati ambapo tumeweza kukutana jinsi hii. Basi nawatakia kila jema, raha ya milele umpe Bwana, apumzike kwa amani. Bwana awe nanyi. Jina la Bwana litukuzwe. Msaada wetu watoka kwa Bwana. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
Nendeni na amani. Haleluya.